Huyu Alfonso ndio mtu ambaye alipigia upatu usambazaji wa dini ya kimagharibi katika Kongo. Wakongomani wakapewa dini ya kimagharibi, wakafundishwa mila za kimagharibi, lakini huku wakifundisha mila za kimagharibi na taratibu zao na elimu za kimagharibi, wakiendelea kuiexploit Kongo. Kongo haikuanza kuibiwa leo. Wakongo kuanza kuuawa leo. Wakongo walianza kuuawa miaka mingi. Kutoka bwana Nzinga Nkuu akaja Nzinga Mvemba. Je, Nzinga Nkuu ushirikiano wake na Wareno kukubali wa misionari 1990. Wakristo wa kwanza wa Kongo walifika Kongo mwaka 1483 chini ya Diogo Cao. Diogo Cao ndio mtu wa kwanza mleno kutia mguu ndani ya Kongo. Nzinga Nkuu alikuwa na wamishionari na mabalozi wa Ureno na kufanya mazungumzo ya kirafiki. Yaani Wareno walikuja kirafiki. Lakini kila urafiki wao unapoendelea, siku zinavyozidi kusonga mbele, ndio uadui ulivyokuwa unatengenezwa. Mwaka 1991 alikubali kubatizwa na kuchukua jina la Joao wa kwanza kwa heshima ya mfalme Joao wa pili wa Ureno. Biashara na Ureno. Kubadilishana bidhaa sio utumwa awali. Kwanza kabisa wakufanya biashara ya utumwa, kwa sababu Afrika kihistoria haikuwa na biashara ya utumwa. Na Wareno walipoingia wakaingia kwa biashara sio ya utumwa, biashara nyingine za kawaida. Lakini siku zilivyokuwa zinakwenda, Wareno wakabadilisha gia angani. Wakataka na biashara ya kuuza watu, kwa sababu biashara ya kuuza watu Wareno walianza maeneo ya Morocco pamoja na maeneo ya kutoka Zanzibar na pwani ya Mombasa. Wareno ndio watu wa kwanza kutambulisha biashara ya utumwa baada ya tangazo la Roma linaloitwa the Papa Bull kupitia kwa Papa Clemente, Papa Urbani. Wote hao walipitisha maazimio ya kuhalalisha kuuzwa kwa Mwafrika, akiwa yeye sio mtu, wanasema asiyekuwa na moyo, sio binadamu, asiyekuwa na fikra za kujitatulia matatizo yake. Lakini maajabu makubwa wanasema sisi hatuna mioyo na sisi sio watu weusi. Lakini walitukuta tukiwa na ustaarabu mkubwa na ugunduzi wa hali ya juu, tukiwa na sayansi, hesabu pamoja na uchumi uliostawi na kilimo cha irrigation cha umwagiliaji. Otepu amenira.